Hello, ni kwa mara nyingine ni Professional Wellness Consultant Jackson David. Ya leo ningetamani kuweza kupitisha katika swala zima la uti wa mgongo na changamoto ambazo zinawakumba watu wengi sana katika upande wa mgongo, upande wa nyonga, lakini hata katika upande wa joints mbalimbali za sehemu ya mgongo. Leo tutaenda kuona katika upande wa spinal cord. Spinal cord nikiwa na maanisha uti wa mgongo, sehemu za uti wa mgongo. Zaidi ya 79% wanaume wengi wanapitia changamoto hizi kulingana na research iliyofanywa na shirika la afya duniani WHO, lakini zaidi ya 89% ni wanawake ambao wanapitia changamoto hizi za changamoto ya viungo. Sasa leo tutaenda kuona changamoto hizi huwa zinatokea katika maeneo gani hasa ya sehemu zetu za uti wa mgongo. Katika mpangilio wa changamoto hizi tuna mifumo mikuu mitatu ya changamoto ambazo watu wengi sana wanazipitia. Ya kwanza kabisa ni mfumo wa systemic condition, lakini mfumo wa pili ni mfumo wa somatic condition, na mfumo wa tatu ni mfumo wa neuropathic condition, na mfumo wa nne ni mfumo wa vascular condition, ambapo zote hizi zinapatikana katika sehemu hizo, lakini tutaenda kudili zaidi na katika upande wa systemic condition. Sasa hapa hii ni structure ya uti wa mgongo ambayo nimejaribu kuiweka hapa, lakini kuna sehemu tofauti tofauti ambazo ziko katika eneo hili. Mfumo wa uti wa mgongo wa binadamu upo katika shape S, na ndio maana inakusupport wewe kufanya shughuli zako, unaweza ukafanya movement, lakini ili uweze kufanya movement zako lazima uwe na shape S ya uti wa mgongo. Endapo shape yako ya uti wa mgongo itakuwa imenyoka, basi utakuwa unapitia hali kubwa sana ya maumivu na utakuwa unapitia shida kubwa sana ya maumivu. Sasa hapa tutaenda kuona eneo la kati na eneo la juu na eneo la chini. Eneo la juu la uti wa mgongo linaitwa kitaalamu cervical region, ambapo hapa huwa kuna pingili 7 ambapo kitaalamu huwa tunaita C1 mpaka C7, ambapo huu ni mpangilio upo baina katika eneo lako la shingo mpaka katika usawa wako wa mabega, ambapo ndipo tunauita cervical region. Lakini eneo la kati ya mgongo huwa tunaliita thoracic region, ambapo hapa sasa ni kitaalamu tunasema kuna pingili zaidi ya 12, ambapo hizi kila pingili ina kazi yake na kila pingili ina shughuli yake ambayo inaifanya. Na sehemu ya mwisho hii tunaita lumbar region. Lumbar region ni sehemu ya uti wa mgongo ambayo inapatikana katika eneo la chini ya uti wa mgongo, ambapo ni baina ya eneo la uti wa mgongo wa kati na karibu na kiuno. Sasa changamoto kubwa sana huwa zinatokea hasa katika maeneo haya makuu matatu. Kianza na eneo la kwanza la cervical region, watu wengi sana wanakuwa wanapitia changamoto ya maumivu ya shingo, lakini wanakuwa wanapitia maumivu ya kuhisi mabega yanapata hali ya maumivu. Sababu kubwa inakuwa imeanzia katika eneo lake la uti wa mgongo, ambapo ni katika eneo la cervical region. Hapa kitaalamu hali tunaita spondylosis condition. Hapa utaanza kupitia athari za maumivu ya ganzi katika eneo lako la mkono, utaanza kuhisi hali ya udhaifu katika eneo lako la mkono, na wakati mwingine utakuwa unapitia athari ya maumivu ya bega, ambapo haya maumivu yatakuwa yanakufanya wakati mwingine ushindwe kupata hali ya utulivu, ushindwe kupata hali nzuri ya pumziko kwa sababu ya yale maumivu ambayo utakuwa unayapitia. Na katika eneo hilo ni kwamba kitaalamu unapopitia changamoto ya maumivu katika eneo lako la bega, tayari unakuwa umeshaanza kutengeneza athari za shoulder dislocation. Tayari unakuwa umeanza kupoteza uhalisia wa structure ya bega kwa sababu ya shughuli ambazo unazifanya. Na hasa changamoto hizi huwa zinajitokeza zaidi kama wewe muda wako mwingi unaotumia katika shughuli zako ni katika upande wa kukaa sana kwa muda mrefu, kusimama kwa muda mrefu au kutembea kwa muda mrefu. Hizi ni changamoto ambazo zinaweza zikakupelekea wewe maumivu katika eneo lako. Sasa tutaenda kuona ni sababu zipi ambazo zinamfanya mtu aweze kupitia maumivu hayo, lakini ni changamoto zipi ambazo kiujumla zinakuja kumuaffect katika joints zake za uti wa mgongo na hasa katika pingili za uti wa mgongo. Sababu ya kwanza ni matumizi ya vitu vyenye concentration kubwa ya asidi au acid. Unapotumia vitu hivi, ni vitu gani? Ikiwa ni mfumo wa ndimu, limao, pilipili, lakini soft drinks, kwa mfano energy drink, soda, bia,
Zote hizi zipo katika high concentration ya acid ambayo inaenda kufanya wewe kwanza kutengeneza changamoto hii. Lakini kama usipozingatia ushauri mapema na tiba ya haraka zaidi, ni kwamba kuna hatari kubwa ya kutengeneza maumivu katika maeneo yako ya joints za uti wa mgongo, ambapo hapo sasa utakuwa unapitia athari ambazo ni kubwa zaidi, na wakati mwingine unaweza ukakosa hata hali ya utulivu wa mwili kwa sababu ya yale maumivu. Lakini sababu ya pili ni shughuli ambazo zinakufanya ukose mpangilio wa mapumziko, lakini na ukosefu wa mpangilio maalum wa mazoezi, ambapo hapa watu wengi sana wamekuwa wakizipitia hizi changamoto ni kwa sababu hawana pumziko la mwili. Unakuta mtu toka asubuhi mpaka jioni yeye ni shughuli za kubeba vitu vizito katika eneo lake la shingo, katika eneo lake la mabega, yeye muda wote ni kukaa. Hapo tunazungumzia ambao wanakaa kwa muda mrefu ofisini, wanakaa muda mrefu kwenye magari, wengi wanakaa kwenye bodaboda. Hizi ni changamoto ambazo huwa zinaanza kujitengeneza kila siku baina ya siku, na